Niliondoka pale nikimwacha mdogo wangu na mchumba wangu mtarajiwa wakiwa ndani. Nilikuwa nimeloa chepechepe na sikuwa na pa kuelekea, kwani akili yangu ilikuwa imechanganyikiwa sana. Sauti ya mchumba wangu ikisema, "Samahani Brahamu," ilizidi kunisumbua, huku akili ikijiuliza, ni mdogo wangu kweli ama? Kwa upande wa Sina, alifunga milango na kwenda kuketi kitandani pembeni alipokuwa amesimama Maarufu. "Tunafanyaje sasa Maarufu?" Sina aliuliza kwa unyonge, akihitaji ushauri kutoka kwa Maarufu. "Hatuna budi kutengeneza jambo ili kaka aamini tutakachomwambia. Maana tumegundulika na mpango wetu ulikuwa haujakamilika bado," Maarufu aliongea kwa ujasiri huku akivaa fulana yake. Tayari alikuwa ameanza kujiandaa kwa ajili ya Sina kabla sijawafumania. Sina alitulia kwa muda huku akifuta machozi na kumwambia Maarufu, "Fanya upesi uondoke, nitakutafuta kwa simu." Kwa upande wangu, nikiwa njiani nilikutana na rafiki yangu wa zamani aliyeitwa Musa. Alikuwa dereva wa bodaboda. "Kaka vipi? Mbona unatembea kwa miguu na unaonekana kama hauko sawa?" Musa aliniuliza. Sikumjibu kitu, badala yake nilimwomba anifikishe mahali popote. Nilipokuwa najiandaa kupanda kwenye pikipiki, nilisikia sauti kali iliyokuwa ikivuma katikati ya mshindo wa mvua, "Brahamu! Brahamu! Brahamu!" Niligeuka na hapo ndipo nilipopigwa na butwaa.